Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Viongozi mbalimbali wa Afrika na wa kimataifa washuhudia kuapishwa kwa rais wa serikali awamu ya 5 ya Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli. Kufuatia wasiwasi kuwa ndege ya Urusi iliangushwa kwa bomu, safari za ndege kutoka Uingereza hadi eneo maarufu la Sharm el-Sheikh nchini Misri zasitishwa. Sierra Leone yatarajiwa kutangaza kuwa imetokomeza ugonjwa wa Ebola licha ya waliopona kuwa na matatizo ya viungo. Baada ya Arsenal kufungwa 5-1 na Bayern huko Ujerumani, meneja Arsene Wenger awakaripia wachezaji, awaambia lazima kuacha uzembe, vinginevyo watauboronga msimu mzima. Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Rais mpya wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli ameapishwa leo na kuwa rais wa awamu ya 5 katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Sherehe za kumwapisha zilifanyika katika uwanja wa kihistoria wa Uhuru katika mji wa kibiashara wa Dar es Salaam. Sherehe hizo pia zilihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kikanda na kimataifa. Anachukua nafasi ya Jakaya Kikwete ambaye kikatiba amemaliza mihula yake 2 ya kushika madaraka kama rais. Nchi hiyo pia imeweka historia kwa kumwapisha mwanamke wa kwanza kwa wadhifa wa makamu wa rais, Bi Samia Suluhu Hassan. Sami Awami anaarifu zaidi kutoka Dar es Salaam. Ukurasa mpya umefunguliwa. Wakati nchi majirani zina viongozi wanaotaka kung'ang'ania madarakani, ubadilishanaji wa uongozi nchini Tanzania umekuwa ni utamaduni unaoheshimika. Kwa tabasamu na uchangamfu, rais wa 5 wa Tanzania John Magufuli anawasalimia wananchi. Umaarufu wake kisiasa umejengwa na sifa yake ya uchapakazi. Anatarajiwa kuiendeleza sifa hiyo. Upokezanaji wa kijiti umekwisha kufanyika kutoka kwa Jakaya Kikwete na sasa kijiti kipo kwa Magufuli, lakini mamilioni ya Watanzania wana matumaini mengi kwa Magufuli. Atawasaidia kupunguza makali ya maisha, lakini pia atawaondolea viongozi wa rushwa. Haya ni matarajio mawili tu kati ya mengi sana. Lakini lipo pia tatizo la ukosefu wa ajira ambalo linawaumiza zaidi vijana. Na ikiwa karibu nusu ya Watanzania ni wale wenye umri chini ya miaka 35, Magufuli anatarajiwa kuliweka swala hili kuwa moja ya vipaumbele vyake vya juu. Kweli na matarajio mengi tu. La kwanza ni mabadiliko ya kweli. Watanzania tuna uhakika tutakuwa tuna maisha bora, kwa sababu maongezi yake analenga sana kubadilisha maisha wa Tanzania, kila Mtanzania awe na maisha bora. Isitoshe, rais wetu anaongea kwa msisitizo, anamaanisha. Nategemea kwamba Dr. Magufuli ataleta discipline kwenye serikali kwanza, kutokana na tunavyomwona yeye mwenyewe alivyofanya kwenye Wizara ya Ujenzi kwa miaka mingi, nadhani zaidi ya miaka 15 au 20 amekuwa na mafanikio tunayoona. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba ataweza kuleta discipline katika serikali, nidhamu, na kuweza serikali ifanye kazi vizuri kwa manufaa ya Watanzania wote. Utaratibu wa uteuzi wake kuwa mgombea urais ulikiacha chama chake CCM kikiwa kimegawanyika. Ikiwa atachaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama hicho, basi hawezi kukwepa jukumu la kurudisha umoja na mshikamano ndani ya chama tawala. Na kwa kuwa hatima ya uchaguzi visiwani Zanzibar bado haijafahamika, bila shaka usuluhishi wa mgogoro huu wa kisiasa utamhitaji aingilie kati mapema iwezekanavyo. Sami Awami, BBC, Dar es Salaam. Na sasa naungana na Profesa Kitila Mkumbo, mchambuzi na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, akiwa katika studio zetu za mjini humo. Karibu sana Profesa Kitila. Tukianza na suala la kwanza, tumeona tayari Dr. Magufuli ameshaapishwa. Changamoto zipi zinamkabili? Dr. Magufuli ana changamoto nyingi ndani na nje ya chama chake. Kwa mfano tuanze na ndani ya chama chake. Yeye ni kizazi cha 3 katika Chama cha Mapinduzi. Kuna kizazi cha Nyerere, kizazi cha kina Lowassa na Kikwete, na sasa yeye ni kizazi cha 3 kwa sababu kimsingi
Chama cha Mapinduzi kimekuwa na kazi kubwa ya kujinasua kutoka mikononi mwa wafanyabiashara katika kipindi cha miaka 10 cha utawala wa Kikwete, na kwa kiasi fulani wamefanikiwa. Kwa hiyo ana kazi kubwa ndugu Magufuli kuweza kudefine CCM mpya, CCM ambayo itakuwa kati ya Nyerere na kati ya kina Lowassa ambao wameshapita. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini changamoto ya pili, ndani ya serikali, katika kampeni zake ndugu Magufuli ameahidi mambo mengi na mambo makubwa. Ameahidi kwamba Tanzania Magufuli itakuwa Tanzania ya viwanda, na ameahidi mambo ya ajira, na hili ni jambo kubwa ambalo itabidi tulione likifanyika katika utawala wake. Lakini changamoto kubwa kabisa ambayo ni mpya ni hii ya tatizo la Zanzibar, ambalo limejirudia. Lilikuwa ni tatizo ambalo limetatuliwa kwa kiasi kubwa mwaka 2010 na Rais Kikwete. Sasa anaingia kipindi ambacho tuna mkwamo mkubwa kwa upande wa siasa za Zanzibar, na haraka iwezekanavyo itabidi aingilie kati katika kujaribu kutatua tatizo hili la Zanzibar ambalo linajitokeza kwa sasa hivi. Profesa Kitila, umezungumzia kuhusiana na hizo changamoto, na tunavyojua Dr. Magufuli anajulikana kuwa ni mchapakazi, na watu wengine wamekuwa kilalamika kwamba Dr. Magufuli hana tabu, lakini mfumo, yani chama ambacho yumo ndani ndio kinaweza kumrejesha nyuma. Unalizungumziaje hilo? Ukweli ni kwamba hakuna shaka Watanzania wengi wanavyomfahamu Magufuli ni kwa wanamfahamu kwa sababu ya kuchapa kazi alivyosimamia idara ya ujenzi na kujenga mabarabara mengi. Lakini ni kweli pia kwamba ukweli ni kwamba watu wengi wana wasiwasi na mfumo wa Chama cha Mapinduzi. Lakini Chama cha Mapinduzi yenyewe ni chama ambacho kimeona haja ya kubadilika, kina kazi kubwa ya kubadilika, na kimeona changamoto ambazo kimepambanishwa katika uchaguzi huu, kwa hiyo kinahitaji kubadilika. Kwa hiyo nadhani kwamba chama chake kitampa fursa kubwa ya kukibadilisha. Lakini la msingi zaidi ni kwamba Magufuli ameingia katika chama hiki bila deni kubwa kama alivyokuwa Kikwete, kwa sababu ameingia kwa kweli kwa nguvu ya chama, sio kwa nguvu ya wafanyabiashara. Kwa hiyo ana nafasi kubwa ya kufanya mabadiliko bila kikwazo kikubwa, na hasa ukizingatia kwamba chama chenyewe kinahitaji kubadilika kwa sababu kimepata shida kubwa sana katika uchaguzi huu. Profesa, kwa mara kwanza tumeona katika historia ya Tanzania imempata makamu wa rais mwanamke. Unaelezeaje nafasi yake katika awamu hii ya 5? Kwa kweli mimi binafsi niseme kwamba siasa za Tanzania mwanamke haijawahi kuwa tatizo kubwa sana, kwa sababu wanawake hata katika uchaguzi huu wamegombea ubunge katika majimbo magumu sana ambayo traditionally ni majimbo kimsingi ya ambayo ungefikiri kwamba ni ya wanaume. Kwa mfano huko Msoma, Tarime wameweza kushinda. Kwa hiyo ni mara ya kwanza tunapata makamu wa rais mwanamke, lakini kwa kweli amepokelewa vizuri na watu hawaangalii sana wanawake wake, wanaangalia zaidi kwamba ni mtu ambaye anaweza akafanya kazi kubwa. Aliongoza bunge la katiba katika mazingira ambayo yalikuwa ni magumu, lakini alifanikiwa. Kwa hiyo tunatarajia kwamba katika umakamu wake wa rais atafanya kazi vizuri na ndugu Magufuli. Na ni mwanamke ambaye anaonekana ametulia, anaongea kwa utaratibu. Ukijumisha na Magufuli wanaweza wakafanya kazi katika timu nzuri sana. Shukran sana. Ni Profesa Kitila Mkumbo huyu akiwa katika studio zetu za Dar es Salaam. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Ripoti ya Umoja wa Mataifa imeishtumu serikali na wapiganaji wa Sudan Kusini kuwa wanasheheni silaha kinyume na makubaliano ya amani waliotia saini mwezi Agosti. Ripoti hiyo iliyotayarishwa na jopo la wataalam pia inataja mauaji, ubakaji na vijiji kuchomwa, ingawa pande zote mbili zilitia saini makubaliano ya kumaliza vita vya karibu miaka 2. Mwanamuziki Sir Elton John ametangaza kuwa mfuko wake wa msaada utatoa dola milioni 5 ili kurahisisha wapenzi wa jinsia moja na waliobadilisha maumbile yao kupata matibabu ya HIV katika bara la Afrika. Na Marekani pia itatoa fedha kama hizo kuongezea msaada wa Elton John. Mradi huo utalenga kwanza nchi ambako mapenzi ya jinsia moja yamepigwa marufuku. Mahakama ya mjini Mogadishu imetoa hukumu kuwa Wakenya zaidi ya 20 wanaofanya kazi Somalia kinyume cha sheria waondoshwe nchini. Pia walitozwa dola 10 kila mmoja kwa kila siku walipokuwa Somalia. Wakenya kadhaa wameingia Somalia hivi karibuni kufanya kazi katika sekta za ujenzi na huduma, huku kazi za ukarabati zikiendelea Mogadishu.
Safari za ndege kutoka Uingereza hadi eneo maarufu la mapumziko la Sharm el-Sheikh nchini Misri zimesitishwa kufuatia wasiwasi kwamba ndege ya Urusi iliangushwa kwa bomu Jumamosi iliyopita. Maafisa wa Uingereza waliotumwa na serikali katika uwanja wa ndege wa Sharm el-Sheikh wamesema kwamba ingawa wanaohusika nchini Misri wameimarisha usalama, bado viwango vinavyohitajika havijatimia. Maafisa wa Uingereza sasa watasimamia safari za Uingereza kuondoka Sharm el-Sheikh. Alex Muridhi ana maelezo zaidi. Wakilindwa na wanajeshi wa Misri, wachunguzi kutoka Urusi bado wanakusanya ushahidi mahali ambapo ajali ya ndege ilifanyika katika jangwa la Sinai. Kufikia sasa ni Uingereza peke yake ambayo imetangaza wazi kwamba huenda mlikuwa na bomu ambalo liliangusha ndege hii. Uingereza inashuku na kuangazia zaidi uwanja wa ndege wa Sharm el-Sheikh ambao kila mwaka hupokea watalii kama milioni 1 kutoka Uingereza. Kuna wasiwasi kwamba kuna mtu aliyeweza kuficha na kuingiza bomu ndani ya ndege hiyo ya Urusi kabla ya kupaa. Uamuzi ambao ninaufanya ni mwanzo kuhakikishia usalama raia wa Uingereza. Ndio maana tumesitisha safari za ndege Sharm el-Sheikh, na ndio maana pia itachukua muda kuwasafirisha watu kutoka Sharm el-Sheikh na kuwarudisha Uingereza. Tunahitaji kuimarisha usalama katika uwanja huo wa ndege ili tuweze kuwasafirisha hadi nyumbani. Rais wa Misri Abdul Sisi na leo amefika katika afisi ya waziri mkuu namba 10 Downing Street katika ziara iliyopangwa kitambo na ambayo sasa imegubikwa na tangazo la Uingereza kwamba kuna uwezekano bomu lilitumiwa. Wa Misri hawajafurahishwa na hatua hiyo, wakisema tangazo hilo limetolewa mapema mno. Ni vigumu sana kujua ni nani alitekeleza shambulio hili. Ikiwa ni ISIS, itakuwa ni jambo la kushangaza na hatua mpya. Hatujaona wakijaribu kufanya mashambulio makubwa yanayofanywa kwa njia hii. Kuna ugumu fulani katika kuunda bomu linaloweza kuingizwa ndani ya ndege na hatimaye kuiangusha. Mengi sasa yatategemea matokeo ya uchunguzi rasmi unaoendelea. Rais wa Misri akisema Misri haina lolote la kuficha. Alex Muridhi, BBC. Muda si muda tutaangalia Vatican ambako inakabiliwa na hatari ya siri zake kutolewa hadharani. Haya yametokana na tume ambayo iliteuliwa na Papa kulitakasa kanisa hilo kutokana na madai chungu nzima ya ukiukaji sheria na maadili. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Rais mpya wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ameapishwa leo na kuwa rais wa awamu ya 5 katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Bi Samia Suluhu Hassan ameapishwa kuwa makamu mpya wa rais Tanzania na kumfanya kuwa mwanamke wa kwanza kabisa kushikilia wadhifa huo nchini humo. Safari za ndege kutoka Uingereza hadi eneo maarufu la mapumziko la Sharm el-Sheikh nchini Misri zimesitishwa kufuatia wasiwasi kwamba ndege ya Urusi iliangushwa kwa bomu Jumamosi iliyopita. Maafisa wa Uingereza waliotumwa katika uwanja wa ndege wa Sharm el-Sheikh wamesema ingawa wanaohusika nchini Misri wameimarisha usalama, bado viwango vinavyohitajika havijatimia. Sierra Leone imeshaanza kusherehekea ikisubiri Jumamosi ambapo nchi hiyo itatangaza kuwa imetokomeza ugonjwa wa Ebola. Lakini matabibu wanasema kama 80% ya watu waliugua Ebola na kupona, sasa wana matatizo ya magonjwa ya viungo na uchovu. Aisha Yahya anaeleza. Wanasherehekea maisha. Wanawake hawa ni wagonjwa walionusurika, lakini hata katika ushujaa wao kuna machungu pia. Hawa wanawake wanakutana mara kwa mara kuhadithiana maisha baada ya kuugua Ebola. Wote wamepita kwenye mtihani mkubwa na karibu wote sasa wako katika maumivu kimwili. I got sharp pains at times. Early in the morning I got those pains. Asubuhi mapema nasikia maumivu makali na sasa nahisi ukungu machoni. Wengi waliopona Ebola wanasema viungo vinawauma, wanasikia machofu na hawaoni sawa sawa. Mubinti amekuja hapa kuomba msaada kwenye moja kati ya zahanati chache za waliopona Ebola za Sierra Leone, akiona sawa sawa kabla ya kuambukizwa Ebola. Reporting at the clinic present with eye problems. Nusu ya wagonjwa wanaofika zahanati wanalalamika kuwa wanaumwa macho, na kati ya hao wako kadhaa wenye ugonjwa huu. Haieleweki kwa nini watu wengi wanalalamikia macho,
lakini inajulikana kuwa chembechembe za virusi vya Ebola vinabaki katika machozi ya jicho hata baada ya mgonjwa wa Ebola kupona. If she comes consistently, pays consistent visit and akiendelea kuja zahanati na kupata matibabu, tatizo analokabili linaweza kuondoka. Lakini matibabu sio rahisi, na wengi waliopona Ebola, hasa walioko mashambani, hawawezi kupata matibabu kama haya. Aisha Yahya, BBC. Wakati Kardinali George Bergoglio alipokuwa Papa Francis miaka miwili iliyopita, aliunda tume ya kuitakasa Vatican. Licha ya nia yake njema, hivi sasa Papa anakabiliwa na uchapishaji wa nyaraka za siri kutoka katika tume hiyo aliyoiunda. Waandishi wawili wa habari wa Kiitaliana waliopata nyaraka hizo wameandika vitabu kuhusu siri hizo. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Papa Francis hufurahi kwa hadharani, lakini hatufurahi kujua kwamba nyaraka za siri za Vatican nazo ziko hadharani pia. Papa aliahidi kubadilisha namna taifa la Vatican linavyoendeshwa. Anataka kuondoa njama na ubadhirifu. Na kuvuja kwa nyaraka hizo za siri inaonyesha jukumu kubwa analolikabili Papa Francis. Vatican imewakamata wajumbe wawili wa zamani wa tume hiyo ya mageuzi, kasisi na mfanyakazi mmoja mwanamke, kwa tuhuma za kuwapa waandishi wawili wa habari nyaraka hizo. Vatican imewakamata wajumbe wawili wa zamani wa tume hiyo ya mageuzi, kasisi na mfanyakazi mmoja mwanamke, kwa tuhuma za kuwapa waandishi wawili wa habari nyaraka hizo. Gianluigi Nuzzi ni mmoja wao. Miaka mitatu iliyopita alichapisha taarifa zilizotolewa kwa siri kutoka kwa mtumishi wa Papa Benedict, ambazo zilifichua kuweko kwa malumbano miongoni mwa maafisa wa Vatican. Na hivi sasa mwandishi huyu sasa anaandika jinsi Papa anavyokabiliana na urasimu huo. Papa Francesco riempie le piazze. Papa hujaza medani, lakini hapendwi sana na maaskofu. Utaona yote hayo katika kitabu, barua na nyaraka. Wakati Papa akitaka kufanya mageuzi yake, yanacheleweshwa. Kuna urasimu mkubwa sana kanisani. Unaweza kuzuia mabadiliko. Pia unaweza kuzuia nyumba nzuri zaidi. Nyaraka zilizofichuliwa zinaelezea shirika la hisani limetoa euro 200,000 kutengeneza paa katika nyumba wanayoishi makardinali waliostaafu. Ukilinganisha, Papa mwenyewe anaishi katika vyumba viwili vidogo katika nyumba ya wageni karibu na jengo hilo. Kwa mara nyingine tena, swali kuu ni je, jambo hili litamwathiri vipi Papa na mtazamo wake wa kufanya mageuzi katika kanisa? Sidhani kama ni muhimu kiasi hicho. Hili ni taifa dogo kabisa duniani, linapinga majaribio mengi tu ya kuleta mageuzi. Kwa Papa Francis, dunia inaweza kuwa ni rahisi zaidi kwake kuliko Vatican. Suluma Kasim, BBC. Usikae mbali, muda si mrefu mwenzangu Peter Musembi atakuwa hapa na taarifa za michezo pamoja na mengine. Nyota wa Real Madrid ajikuta matatani kwa kuhusishwa na njama ya kumdhalilisha mchezaji mwingine kwa kuweka hadharani kanda ya ngono. Tutakuletea taarifa hiyo pamoja na nyingine kadhaa za michezo baada ya muda mfupi. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Na mimi ni Zohra Yunus. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Na sasa moja kwa moja kwake Peter Musembi kwa taarifa za michezo. Peter, karibu. Ni kweli kabisa, na meneja wa Arsenal Arsene Wenger amekiri kwamba klabu hiyo haiendi popote ikiwa wachezaji wataendelea kuonyesha mchezo wa kizembe waliocheza jana, ambapo walifungwa bao 5-1 na Bayern Munich huko Ujerumani. Kwa ushindi huo, mabingwa hao wa Ujerumani sasa wanaongoza kundi F na wamejiongezea matumaini ya kufuzu hatua ya mtoano, lakini yameyumbisha mustakabali wa Arsenal katika ligi ya mabingwa wa Ulaya. Mabingwa watetezi Barcelona walipata ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Bayer Borisov, mawili yakifungwa na chipukizi wa Brazil Neymar. Chelsea nao walishinda Dynamo Kiev mabao 2-1. Mashabiki wa Chelsea walionyesha imani kubwa na meneja Jose Mourinho, na yeye mwenyewe akawakosoa waandishi wa habari. Fans, they read newspapers, the fans they Mashabiki wamekuwa wanasoma magazeti, wamekuwa wanatazama televisheni, wamekuwa wanasikiliza maoni ya wachambuzi na watangazaji wa mpira, wanasoma mablogi, na haiwezekani kabisa kuamini walichojaribu kukisema leo. Leo
wamejaribu kusema hivi, tunakutaka hapa, na vile vile wametaka kuambia nyinyi waandishi wa habari, mwacheni afanye kazi, tunamtaka, mwacheni afanye kazi, na hiyo yanifanya kujisikia vizuri sana. It's a fantastic feeling. Mshambuliaji wa Real Madrid Karim Benzema na kiungo wa Lyon Mathieu Valbuena wameachwa nje ya kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa kwa mechi 2 za kimataifa zijazo baada ya wachezaji hao kuhusishwa na kanda ya ngono iliyokusudiwa kudhalilisha. Benzema anachunguzwa kwa madai ya kuhusika katika njama ya kumdhalilisha Valbuena kwa kuweka hadharani kanda ya video ya tendo la ngono iliyomhusisha. Pia inadaiwa katika njama hiyo Valbuena alishurutishwa kulipa kiasi fulani cha pesa ili asidhalilishwe. Ufaransa wana mechi za kirafiki dhidi ya Ujerumani na England ndani ya wiki 2 zijazo. Ivory Coast imechukua nafasi ya Algeria kama timu bora ya taifa barani Afrika kwenye orodha ya FIFA ya hivi karibuni kuhusu ubora katika soka. Ivory Coast ambao ni mabingwa wa Afrika wanaongoza barani Afrika, lakini wako katika nafasi ya 22 duniani. Algeria sasa wako katika nafasi ya 2. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeorodheshwa kwenye nafasi ya 10 na duniani wamo kwenye nafasi ya 55. Ni hayo tu katika michezo usiku huu. Kwako Zura. Shukran sana Peter Musembi. Na sasa tuangalie ujumbe wako wewe msikilizaji. Tumekuuliza kuhusiana na matarajio ambayo unayo kwa rais wa Tanzania ambaye ameapishwa leo, Dr. John Pombe Magufuli. Tunaanza na Rahma Charles Elisha. Yeye anasema namuombea atekeleze ahadi zote. Pia asisahau kuwasaka mafisadi na wala rushwa. Hapo wa Tanzania tunasubiri kwa hamu. Sweetbet Muya, yeye anamshauri, anasema aunde baraza dogo la mawaziri ili kupunguza matumizi ya pesa za umma ili fedha nyingi zielekezwe katika miradi ya maendeleo. Nasur Mzee, yeye anasema muhimu ni afya, elimu na miundombinu na kuwa rafiki kwa Watanzania. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile Twitter. Na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet. Hapa kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha na video. Ndio hiyo hapo, ambapo kama unavyoona hata vipindi vyetu vya redio unavipatia kwenye mtandao wetu huo. Na hatimaye duniani mna makavazi nyingi za kuvutia, lakini nakutahadharisha kabisa, kama hujui kuogelea mwenzangu na mie, bora usijaribu. Hapa ni nchini Uturuki. Ni tofauti kabisa. Makavazi haya yanafahamika kama side underwater na inapatikana chini ya mawimbi ya bahari ya Mediterranean. Kuna zaidi ya sanamu 110 vya sanaa ya kuchongwa na vyote vimetengenezwa kwa njia ambayo itasaidia miamba ya matumbawe kustawi. Mambo ndo kama hayo. Kwa habari hizo hatuna cha ziada. Sikose kuungana nasi hapo kesho sana wakati kama huu. Mimi ni Peter Musembi na mimi ni Zuhra Yunus, na watakieni nyote mlale unono.